Ujambo, habari za leo. Karibu tena kwenye ukumbi huu wetu wa Safari Yenye Tumaini. Kama kawaida, tuna mchungaji Stephen Leta ambaye ni wa kanisa la Tegeta jijini Dar es Salaam, Tanzania. Pia tuna mwinjilisti Baraka Leiza ambaye naye anatokea Arusha, Tanzania. Tuna pia Baraka Tosi ambaye ni mlei, yeye anayekaa Dar es Salaam pia, Tanzania. Pia tuna dada Grace Momadi Masaka ambaye ni mlei, yeye anakaa Washington. Na niko hapa mimi pia. Mimi ni John Mugane, nakaa Boston. Mjadala wetu wa leo unahusu macho ya Mungu, mtazamo wa kibiblia wa ulimwengu. Fungu kuu linasema macho ya Bwana yako kila mahali yakimchunguza mbaya na mwema. Hii inapatikana katika kitabu cha Mithali 15:3. Karibuni. Nipe Biblia, nyota ya furaha, wapate nuru wasafirio. Hakuna la kuzuia amani, kwani Yesu alituokoa. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Mpenzi mtazamaji, mahali popote unapotufuatilia, mimi ni mtumishi wako mchungaji Stephen Leta kutoka mtaa wa Tegeta jijini Dar es Salaam, ambaye niko tayari kabisa kuanza kupatia michango ya majadiliano yetu ya kipindi hiki cha 4 cha kujifunza lesoni. Somo letu la 4 linasema macho ya Bwana, mtazamo wa Kibiblia wa ulimwengu. Somo hili ni la 4 kati ya masomo yetu 13 ambayo tutakuwa tukijifunza katika muda wa miezi 3, ambapo mada kuu kabisa inasema elimu ya Kikristo. Na leo tunaingia katika kipengele kinachoangalia mtazamo wa Kibiblia wa ulimwengu, na kwa namna nyingine pia tutakuwa tunaangalia mtazamo wa Mungu juu ya ulimwengu. Somo hili linakuja kwetu kwa sababu ya uelewa ya kwamba mtazamo wa binadamu juu ya mambo fulani hata kiroho unategemea sana jinsi alivyojengwa katika maisha yake, mahali alikokulia na nadharia mbalimbali alizozipitia. Na hizo kwa namna fulani zinaathiri kile anachokiamini leo juu ya Mungu au juu ya wokovu au juu ya mambo ya kiroho. Mwandishi wa lesoni hii anatuonyesha jinsi ambavyo mchango wa mtazamo wa wanasayansi ulivyoathiri kwa namna fulani mtazamo wetu juu ya mambo ya kiroho. Wanasayansi wamekuwa watu wa muhimu sana, wametusaidia katika mambo mengi, lakini bado wanasayansi hao wakati fulani wamekuwa wakitupotosha, kwa sababu katika nyakati tofauti wamekuwa na misimamo tofauti juu ya jambo lile. Kwa mfano, huko wakati ambapo wanasayansi hawakuwa wamekubaliana juu ya ni kipi kinachozunguka chenzake kati ya dunia na sayari zingine, na ilidhaniwa kwamba dunia imesimama, lakini baadaye wanasayansi walikuja kutambua kwamba dunia ndio inayozunguka. Pia sasa hivi kumekuwepo na dhana ambayo imejikita sana kuamini kwamba binadamu alitokana na viumbe fulani, hakutokea tangu mwanzo kuwa kama binadamu. Na dhana hiyo kwa sasa hivi inaonekana kama imeshabiri sana, lakini kama ambavyo dhana zingine za wanasayansi baadaye zilikuja kudhihirishwa kwamba si sahihi, hata dhana hii baadaye itakuja kugundua kwamba sio sahihi. Kutokana na ukweli huo, sasa binadamu wanatakiwa wategemee sana mtazamo wa Mungu juu ya ulimwengu wetu.
Na kwa bahati nzuri mtazamo wa Mungu uko wazi kabisa, umewekwa ndani ya maandiko matakatifu. Mungu amejidhihirisha kwamba ndiye anayejua maisha yetu zaidi kuliko mtu mwingine yoyote, na anajua chanzo chetu, kwa nini tuko hapa na nini kifanyike ili tuondokane na haya madhira tunayokutana nayo, na baada ya hapa maisha ya mwanadamu yatakuwaje. Kwa sababu kiujumla hayo ndio ambayo amekuwa akihangaika nayo wanasayansi na watu wa dini mbalimbali, kujaribu kutafuta majawabu juu ya matatizo ya mwanadamu. Majawabu juu ya matatizo ya mwanadamu anayo Mungu mwenyewe, na ndio kitu tunachokwenda kukiangalia katika somo la juma hili. Kwa hiyo karibu sana uandamane pamoja nasi katika kuchambua mada zetu siku kwa siku pamoja na wachambuzi wenzangu. Mungu akubariki sana. Majina naitwa Baraka Liza. Karibu tena katika mfululizo wa kujifunza lesoni yetu ama mwongozo wa kujifunza Biblia, mafundisho ya Biblia, ambapo katika juma hili mwandishi anatuleta katika somo linalosema Macho ya Bwana, mtazamo wa Kibiblia wa ulimwengu. Na somo hili la pekee na zuri sana katika juma hili linatuleta katika siku ya Jumatatu, ambapo somo linasema ya kwamba swali la Leibniz, ambao tunafahamu vizuri historia. Tutamfahamu mtu ambaye anaitwa Gottfried Leibniz, alikuwa akiitwa hivyo kutoka Ujerumani. Huyu bwana ambaye alikuwa na dhana nyingi, ameelezewa katika juma hili, mwandishi amemgusia. Lakini unapoenda mbali na kuangalia zaidi historia ya huyu bwana, kuna dhana nyingi alizokuwa nazo. Moja kati ya dhana alizokuwa nazo ni pamoja na kufikiri kwamba na kuleta dhana ya kwamba, mwanafilosofia huyu kuleta dhana ya kwamba mimea ama uoto wa asili, mimea inayokuwa miti pamoja na mimea mingine, alisema ya kwamba ina uwezo wa akili, yani ina uwezo wa kufikiri, mind. Alileta dhana hiyo. Kwa na dhana nyingine zaidi hapo nyingi, lakini mwandishi anatuleta katika swali lake alilouliza, akasema ya kwamba kwa nini kuna kitu badala ya utupu? Kwa nini kuna kitu badala ya utupu? Moja kwa moja mwandishi anatuleta katika fundisho la Biblia la uumbaji. Anatuleta katika fundisho la Biblia la uumbaji na kutuonyesha ya kwamba mafundisho yote ya Biblia, mwandishi utaona akieleza pale mafundisho yote ya Biblia juu ya fundisho la wokovu, fundisho la msalaba, fundisho la marejeo ya Kristo mara ya pili, hayo yote hayawezi kuwa na maana, ni lazima yawe na msingi, na msingi wake ni uumbaji. Kwa hiyo kabla ya kuelewa na kujua chochote juu ya mafundisho ya Biblia, Mungu anatuleta kufahamu fundisho la uumbaji. Kwa maana nyingine ni kwamba haina maana ya kuelewa fundisho la msalaba, haina maana ya kuelewa fundisho la marejeo ya Kristo, haina maana ya kuelewa mafundisho mengine yote ya Biblia ikiwa hatuwezi kuelewa fundisho hili la chanzo kabisa cha uumbaji ama chanzo chetu. Kwa hiyo utaelewa, ndugu mfuatiliaji, na utakuja kuelewa ya kwamba hatuwezi kufahamu ama hatuwezi kuelewa mafundisho haya ya Biblia ikiwa hatutajua chimbuko la fundisho hili la uumbaji. Na hata hivyo, chimbuko hili la fundisho la uumbaji ndilo linatuleta kuelewa asili yetu ya kwamba tuliumbwa, kwa sababu dhana nyingi za wanafilosofia kama kina Leibniz pamoja na kina Darwin, Charles Darwin, zinatuleta katika mapokeo ya kuelewa na kufundishwa ya kwamba mwanadamu alitokana na nyani, ama mwanadamu alitokana na wanyama fulani. Dhana hizo zinatuondoa na kutuleta katika dhana ya kweli ama elimu ya kweli kabisa ambayo ni uumbaji. Kwa hivyo somo hili linatuleta kuelewa ya kwamba sisi tuliumbwa, ama Mungu alifanya uumbaji wa viumbe vyote vilivyo hai pamoja na mwanadamu. Ni muhimu na ni vizuri sana kuelewa fundisho hili, maana ndilo litakalotupatia msingi wa kujua elimu yote ya Biblia. Mungu akubariki sana. Nipo nawe katika kulichunguza somo la Jumanne. Somo la Jumanne lina kichwa kinachosema
mtazamo wa kibiblia wa ulimwengu. Katika siku hii tunaona ni namna gani Biblia inauelezea mtazamo wa ulimwengu. Yaani kwamba ni namna gani Biblia inaelezea masuala mbalimbali juu ya ulimwengu. Kimsingi kuna nadharia ambazo watu mbalimbali, wanasayansi wakubwa wamezitengeneza na zinaaminika kwamba ziko sahihi kabisa na watu wa duniani. Lakini ukifuata namna mwongozo wetu, yani Biblia inavyotueleza, inaonekana kabisa ni potofu kabisa hiyo mitazamo yao. Mfano, mwandishi ametumia mfano wa upinde wa mvua. Upinde wa mvua ukionekana kwa mtu ambaye ni mpinga Mungu au mpinga Kristo, yeye anaona kwamba hakuna maana yoyote. Lakini kwa neno la Mungu linavyosema, na kwa sisi tunayoiamini Biblia, inaeleza na kutufundisha na kutukumbusha juu ya ahadi ya Kristo ambayo alisema kwamba hata ughalikisha ulimwengu tena kwa maji, bali atakuja kuchoma ulimwengu kwa sababu ya maovu yake, kwa sababu ya maovu yaliyomo katika dunia hii. Lakini katika siku hii ya Jumanne pia kuna swali ambalo linasema, ni yapi baadhi ya mafundisho ya Biblia ambayo hupingana na imani na dhana zinazoshikiliwa na watu wengi? Kimsingi kuna dhana nyingi za watu wengi hasa wanazoziamini. Kwa mfano, kuna masuala ya imani juu ya wafu. Wengine wanaamini kwamba wafu wakifa wanaenda sehemu fulani, lakini wengine wanaamini sijui wakifa wanaenda mbinguni na kadhalika na kadhalika. Lakini neno la Mungu, Biblia inatueleza kwamba mtu akifa anaingia mavumbini, anarudi katika hali ya mavumbi, na mpaka siku ile Mungu atakapokuja kutufufua tena wale ambao atawakuta wakiwa wamekufa. Lakini pia kuna siku ya pumziko, yani Sabato. Wengine wanaamini kwamba pumziko lao ni Ijumaa, wengine wanaamini kwamba ni Jumapili na kadhalika na kadhalika. Lakini neno la Mungu ambalo ndilo Biblia linaeleza juu ya Sabato ya kweli ni lini, na ukifuata katika milolongo yote unakuja kugundua kabisa Sabato ya kweli ni Jumamosi. Lakini pia kuna asili ya mwanadamu. Wanasayansi wanasema ametokana na nyani na kadhalika na kadhalika. Lakini ukweli wa Biblia utabaki vile vile kwamba Mungu ndiye aliyemuumba mwanadamu kutoka katika mavumbi. Lakini swali la mwisho linasema, tofauti hiyo hutufundisha nini kuhusu umuhimu wa uzingatiaji kikamilifu wa neno la Mungu? Ndugu yangu, tusiposoma neno la Mungu kwa nguvu, kwa umakini, tutapotoka. Na hasa kizazi kinachofuata au watoto wanaokuja, kwa sababu wanafundishwa elimu dunia ambayo inawaeleza juu ya uongo kabisa ambao umeandaliwa na kutengenezwa na watu. Kwa hiyo kama watu hawatakuwa wasomaji wa neno la Mungu, hawatakuwa wasomaji wa Biblia, basi hawataweza kugundua mtazamo wa kibiblia wa ulimwengu. Asante sana. Asante. Habari tena, tunaendelea na somo letu la elimu. Elimu tumeshaona kwamba huwezi ukasomea mambo ya elimu au huwezi ukamwelimisha mtu elimu yoyote ya Kikristo bila kuzungumzia kuhusu mtazamo, wenzangu wameshaongea kuhusu mtazamo, na nafikiri ukikaa na mtu wiki moja tu utajua mtazamo wake ni upi. Wazimbabwe wanasema kwamba ni kama ana shimo kwenye kichwa. Kila mtu ana shimo kwenye kichwa. Kama kuna shimo kwenye kichwa, yani unatazama ndani ya shimo lile kuna nini, utaona vitu ndani. Kama mtu ana shimo kwenye kichwa, ni mtazamo, jinsi anavyoangalia maisha. Kila mtu ana mtazamo. Hakuna mtu ambaye yuko baridi eti yuko hana upande wa huku wala upande wa huku. Kila mtu, kuwa binadamu lazima tuwe tuna mtazamo kuhusu mambo tofauti, ubaya au wema, asili, kweli ni nini, tumetoka wapi, tunaenda wapi, maana ya maisha ni nini, kuwepo kwa Mungu, je, Mungu yupo, vitu gani ni vya thamani, filosofia na mambo mengine. Hayo yote ni mtazamo wa maisha. Na nafikiri sisi ambao tunaotoka Afrika
tumejua, kwa mfano kama tuliokuwa na bibi zetu ambao labda pengine walikuwa sio waumini au babu zetu, tunajua jinsi ambavyo walivyokuwa wakitazama mambo. Kwa mfano mume wangu aliniambia kwamba bibi yake mza baba alikuwa akiona mende anawalisha mende, anawapa chakula wale mende. Walikuwa wanaamini kwamba wanyama walikuwa wana ukaribu sana na Mungu, kwa hiyo wanapeleka habari, au wale wazee wahenga ancestors basi wako karibu na Mungu, basi walikuwa wanatoa matambiko wakiamini kwamba maombi yao yanafika kwa Mungu kwa karibu zaidi. Upande wa mama wao walikuwa naamini kwamba kobe, akimwona kobe anapita wanasema kwamba kobe huko unakokwenda utusalimie Mungu. Kwa hiyo huo ni mtazamo wa maisha. Kwa hiyo katika mtazamo wa maisha tumeshaona kwamba sisi kama Wakristo mtazamo wetu wa maisha unahusiana na Biblia. Inawezekana saa zingine tukatoka nje ya mstari na mtu akija kutazama nyumbani kwetu tunavyoishi na maisha yetu. Mtu mmoja amesema, niambie jinsi unavyotumia muda wako na niambie jinsi unavyotumia pesa zako, nitakwambia mtazamo wako ukoje. Ukimwangalia mtu pale unapokwenda nyumbani kwake utajua mtazamo wake ukoje. Ukae naye kama wiki moja tu hivi utakuwa umeona shimo ndani ya kichwa chake kwamba mtazamo wake ukoje. Sasa sisi tunaamini kwamba Yesu yupo na ndiye mkombozi wetu. Kwa hiyo sisi ni wake mara mbili, tumeumbwa pamoja na yeye na pia tumekombolewa na yeye. Na huo ndio mtasari wa Biblia yote. Biblia yote mtasari wake ni maneno matatu: uumbaji, Mwanzo 1 na 2, maanguko ya binadamu, Mwanzo 3, alafu Biblia yote ni ukombozi wa mwanadamu. Mungu analeta manabii wanauawa, analeta manabii wanauawa, mwisho anamleta mwana wake. Kwa hiyo sisi tunaamini kabisa kwamba sio tu tumekuja hapa sijui kukaa tu kidogo kisha tunakufa, tunakuwa mizoga, tunaishi na kupambana na kuteseka na kuugua, alafu eti tunaishia tu hivyo hivyo. Hapana, mtazamo wetu wa Kibiblia tunaamini kwamba ukombozi ni kitu cha muhimu sana. Tutasoma Yohana 1 fungu la 1 mpaka la 14. Yohana 1 fungu la 1 mpaka la 14. Watu wengi sana wanaipenda injili ya Yohana. Injili ya Yohana inazungumza sana zaidi mafundisho ya Yesu kuliko visa. Na haya mafungu ni mafungu mazito ambayo yanaweka mafundisho yetu yote, doctrines, katika hili. Hapo mwanzo alikuwako neno. Huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Tangu mwanzo huyo neno alikuwa pamoja na Mungu. Vitu vyote viliumbwa kwa yeye, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichoumbwa ambacho kimeumbwa. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na huo uzima ulikuwa nuru ya watu. Nuru hung'aa gizani, nalo giza halikuishinda. Alikuwa mtu mmoja aliyetumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Alikuja kama shahidi apate kushuhudia hiyo nuru, ili kwa kupitia kwake watu wote waweze kuamini. Yeye mwenyewe hakuwa ile nuru, bali alikuja kushuhudia hiyo nuru, kwamba nuru halisi imwangazayo kila mtu ilikuwa inakuja ulimwenguni. Huyo neno alikuwako ulimwenguni, na ingawa ulimwengu uliumbwa kupitia kwake, haukumtambua. Alikuja kwa walio wake, lakini wao hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminao jina lake. Hawa ndio wasiozaliwa kwa damu, wala kwa mapenzi ya mwili au kwa mapenzi ya mtu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Neno alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Huyu neno ni Yesu. Neno akafanyika kuwa binadamu. Yaani haya maneno ya Biblia ni maneno ya ajabu sana, na wanasema ni mafumbo. Wazungu wanasema mystery. Great is mystery of godliness. Siri kuu ya uungu, Mungu kufanyika binadamu. Kwa hiyo sisi hatuwezi tukawa tuna mtazamo kama Wakristo wowote isipokuwa kwamba Mungu ndiye muumba na akamtuma mwanae, na Mungu akafanyika kuwa mwili akaishi pamoja na sisi, akafa akafufuka, na sasa hivi yuko mbinguni akituombea. Huo ndio mtazamo wetu.
Yaani tunapotazama macho yetu tunakuwa kama tumevaa mawani. Kila mtu ana mawani ya aina fulani. Mwingine mawani ya blue, mwingine mawani ya pinki. Kwa hiyo kila kitu anachokiangalia kinakuwa blue au kinakuwa pinki kutokana na mawani aliyovaa. Sisi wa Kristo mawani tuliyovaa ni Biblia. Mawani tuliyovaa ni Biblia. Ndiyo ambayo inatuambia misimamo yetu, kwamba tumekuja hapa kwa ajili gani, tunaishi kwa ajili gani, tutakwenda wapi. Mimi kwa mfano jina langu ni Grace. Niko hapa kwa duniani kwa ajili gani? Nimeumbwa na Mungu, mambo yaliharibika bustani ya Eden, ninakwenda wapi? Ninajitayarisha kwenda mbinguni. Na huo ndio mtazamo wangu. Na naomba Mungu kwamba mtu akiniangalia au hata mimi mwenyewe nikiangalia, ninaishi ule mtazamo wa Biblia, kwa sababu saa zingine ni rahisi sana kuishi mtazamo wa secular, yani wa kidunia, na kutamani sana vitu. Manake kuna misimamo tu miwili, kuamini kwamba Mungu hayupo au yupo. Na wale ambao waamini Mungu hayupo wako sana kwenye mambo ya kidunia na mambo ya vitu, ya. Mtu mwingine amesema kwamba tunachoomba sisi ni Roho Mtakatifu, sio Roho mtaka vitu. Tunaona tunapaswa kupeleka ujumbe wa malaika watatu ambao tumeona ni ujumbe wa maana sana. Mcheni Mungu na kumtukuza. Yule malaika alikuwa amebeba injili ya milele, kwa maana saa ya hukumu imefika. Huo ndio mtazamo wetu, kwamba sasa tunangoja hukumu. Kwa hiyo tunajitayarisha sisi na kutayarisha wengine. Ufunuo 14 fungu la 67, akaona malaika mwenye injili ya milele akiruka. Yani alikuwa mjumbe. Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu imefika. Sisi ndio tunapaswa kupeleka ule ujumbe wa malaika watatu. Sio kwamba tutamuona malaika akiruka. Tunapaswa kupeleka ujumbe, kwa sababu mtazamo wetu tuna mtazamo wa kibiblia, Biblical Worldview, tuna mtazamo huo. Yaani mpango wa wokovu haujamalizika. Tuliumbwa, mpango wa wokovu, wakawa manabii, kisha akaja Yesu, kisha mwishoe amekufa, amefufuka, yuko mbinguni. Kwa hiyo sasa hivi mpango wa wokovu utatimia, ambapo kutakuwa hakuna vita tena. Kutakuwa, anasema katika Naum 1 fungu la 9, uovu hautainuka tena. Kwa hiyo huo mpango wa wokovu utakuwa umetimia. Sasa hivi tuko njiani. Ni upendo wa ajabu sana, kwamba yeye Mungu aliyeumba ndio ambaye aliyetufia. Kwa hiyo ibada ni muhimu, kwa sababu utakuwa mwitikio wetu. Hivi kama mtu amekufanyia mambo ya ajabu sana, amekufanyia mambo ya ajabu sana ulipokuwa na shida, au watu wasipokuwa na shida, mfano labda amekupeleka shule ukasoma, akakusaidia hata kuinua familia yako maisha, ukiwa na shida, tuseme labda hauna usafiri, anakusaidia. Mtu wa namna hiyo akija kukwambia umfanyie mambo madogo, si utakuwa una furaha sana? Basi ndio Mungu ametufanyia mambo makubwa, na mwitikio wetu ni kwamba jamani, hivi nitamfanyia nini Mungu huyu? Mithali 12 fungu la 5 anasema, mpango wa mtu mwadilifu ni ya haki, bali ushauri wa mwovu ni udanganyifu. Tunaona katika kitabu cha Waamuzi, Judges, alipokufa Musa, akafa Yoshua, wakashika waamuzi. Tunaona kwamba kila mtu alifanya mambo yaliyokuwa mema machoni pake, wakafanya mambo ya ajabu. Kama kuna siku moja tunasoma katika kisa kwamba walimkata mwanamke mmoja vipande 12, alafu wakatawanya kote huko, na vitu vingine vya ajabu vilivyotokea. Inawezekana sio wakati ule, lakini ninachotaka kusema ni kwamba wale watu waliokuwa wanachukua sheria mikononi mwao, wakataka kumfanyia vibaya yule mtu, wakamkata vipande yule mwanamke kwa ajili ya yale mambo yaliyotokea kwenye kabila la kule. Jambo la ajabu sana, yani nchi yote ikatetemeka. Anasema kwamba watu masikio yakawawasha yale wanayosikia. Kumbukumbu la Torati 6 fungu la 5 anasema, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa maneno hayo ninayokuamuru yatakuwa katika moyo wako. Nawe ufundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Kitu kinachoonyesha kwamba sheria ya Mungu ndiyo rula yetu moro ya kupima ubaya na wema, sio akili zetu tu wenyewe. Kwa sababu kama binadamu akitupimia ubaya na wema, mbona mambo yatakuwa mabaya sana. Hebu fikiria kama Boko Haram, watu wa Boko Haram kule wa Nigeria, wakupimie ubaya na uzuri. Kwao uzuri itakuwa labda ni kuwapiga watu, kuwaua watu.
Kwa hiyo Mungu mwenyewe ndio ana rula ya kupima ubaya na wema, na anapoipima anakuwa ana balance rehema na haki. Mungu tu ndio anaweza kubalance rehema na haki. Sisi tukifanya tunajipendelea kwa upande fulani au tunafanya ambavyo sio sawa. Hata kama tukiwa Wakristo ambao tunaosoma Biblia, unaona kwamba ukiamua kesi, mtu mmoja anakuwa anajipendelea upande wake kuliko mwingine. Kwa hiyo Mungu ndiye mwenye rula ya kusema kibaya na kizuri. Amri 10 za Mungu ni za muhimu sana, na maagizo yake ni ya muhimu sana, kwa sababu yeye ndio ana mambo mazuri kwetu sana. Hakuna mtu mwingine mwenye mambo mazuri atakaye kuambia hili ndio baya au ndio zuri. Na tena tumeokolewa kutoka kwenye dhambi. So Injili ni kitu cha muhimu sana. Injili haileti maana endapo hakuna sheria ya Mungu, na hii ndio sababu sheria hiyo inatuhusu, japo haiwezi kutuokoa. Kwa jinsi hiyo, elimu yote lazima ikazanie sana sheria ya Mungu. Elimu bila sheria ya Mungu haitakuwa na maana. Mungu aweze kutusaidia katika mitazamo yetu ya Biblia, kwa mtazamo wetu wa Biblia, kwamba tuishi huo mtazamo wa Biblia, na pia tusiwakopie watu wengine. Pale Tanzania tunaishi karibu na sokwe, wako katika Gombwe, katika pori la Gombwe, lakini hatujaona watu wametoka wakisema kwamba leo redio inasema kwamba watu wamebadilika kutoka sokwe, tunakaribisha raia wapya. Na bonde la Olduvai, George Liki akawaambia Waafrika kwamba eti pale ndio alitoka mtu wa kale, sijui alitokea, sijui mara, sijui alikuwa nyani, sijui akibadilika hivi na hivi. Hayo mambo ni nadharia potofu sana, ambayo hata wenzetu Waislamu hawaamini, na hakuna mtu, na watu wengi ambao wanasema kwamba ndio naojua mambo mengi, wanasema huo ni ubunifu wa binadamu. Hakuna mtu ambaye ameona vitu vya namna hiyo. Evolution au uibukaji ni dini ambayo tunapaswa tusiwe nayo. Asanteni sana. Mungu anauonaje ulimwengu? Katika Safari Yenye Tumaini leo tumeongelea macho ya Bwana, mtazamo wa kibiblia wa ulimwengu. Katika kumalizia mazungumzo yetu hapa, waandishi wanatutaka tuwe na wazo moja kuu akilini. Wazo hilo ni hili: lengo la kweli la elimu ni kurejesha sura ya Mungu ndani ya nafsi. Wazo hili ni nukuu kutoka kwa kitabu cha Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 595, kilichoandikwa na Ellen G. White. Katika kurejesha sura ya Mungu katika nafsi ya mtu, kuna hoja 4 muhimu ambazo ningetaka tuziongelee kidogo. Moja ni nani anahusika. Hoja nyingine ya pili ni nini kinahitajika. 3, nani mlengwa au nini kinalengwa. Na 4 ni kwa sababu gani au ili nini. Lengo la kweli la elimu lina wahusika wawili: Mungu na binadamu. Mungu ndiye muumbaji, ndiye mwanza vyote, ndio mwanzo wa yote, ndiye mwalimu mkuu, na mwanadamu naye ni mwanafunzi wa Mungu. Akiwa mwanafunzi wa Mungu, pia naye ni mwanafunzi msaidizi wa Mungu. Usemi macho ya Bwana katika mtazamo huu unaleta dhana ya kujiona wewe kama Mungu anavyokuona yeye na anavyowaona wengine. Mungu hutaka kuturudisha kwenye ile hali tuliyokuwa nayo alipotuumba. Katika kitabu cha Mwanzo, mlango wa 1, fungu la 26, imeandikwa, soma hapa. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Usemi macho ya Bwana natuelekeza huko kuangalia kuona kwamba tukimcha Mungu, kinachorejeshwa kwetu sisi ni sura ya Mungu.
tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hivyo ile sura tutarudishiwa. Kwa hivyo kurejesha ni kurudisha, yaani ataturudisha kwenye ile hali yetu asilia aliyotuumba nayo. Tutawezaje kurejesha sura ya Mungu ndani yetu? Kinachohitajika sana ni kutafuta uso wake. Kutafuta uso wake, kukubali neno lake na kuamini neema yake yatosha. Tukifanya hivyo, tutaweza kuanza kufanana naye. Naye kama anavyosema katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 3 fungu la 18, na hapa pia nitasoma kama anavyosema, tukimcha na kumfuata, nasema lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tutabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Basi naona kadri ambavyo tunavyoendelea kumfuata Mungu, kuzishika amri zake, kufuatana na ahadi zake na upendo wake, tutaanza kubadilika kama hilo fungu lilivyosema. Kwa kumalizia, usisahau kwamba ulimwengu si makao yetu. Hapa tulipo duniani, familia zetu, miji yetu, jiji letu, hata nchi zetu, taifa letu, vyote hapa duniani, sisi tuko safarini, si kwetu huku. Tuendako ndiko muhimu kuliko kule tutokako au tunakoishi. Mungu atujalie kuzishika sheria zake, kukubali neno lake na kuamini neema yake yatosha. Na tujue kwamba upendo wake ndio utakaotufikisha nyumbani alikokwenda kutuandalia makao, na akasema ataturudia atakaporudi mara ya pili. Ubarikiwe sana. Zaburi 19 mstari wa 7 hadi wa 12 nasema, sheria ya Mwenyezi Mungu ni kamilifu, humpa mtu uhai mpya. Masharti ya Mwenyezi Mungu ni thabiti, huwapa hekima wasio na makuu. Kanuni za Mwenyezi Mungu ni sawa, huufurahisha moyo. Amri ya Mwenyezi Mungu ni safi, humwelimisha mtu. Kumcha Mwenyezi Mungu ni jambo jema la kudumu milele. Maagizo ya Mwenyezi Mungu ni sawa, yote ni haki kabisa. Yatamanika kuliko dhahabu safi kabisa. Ni matamu kuliko asali safi kabisa. Yanifunza mimi mtumishi wako, kuyafuata kwaniletea tuzo kubwa. Mungu wetu na Baba yetu, na kushukuru sana kwa vile ambavyo umetuwezesha kujumuika pamoja hapa, tukaweza kuzungumza neno lako kuhusu elimu iliyo ya kweli. Naomba utuongoze kwa hayo tuliyosema na kuzungumzia, na neno lako liweze kupatwa na kila mtu, aweze kulifuata na kulisikia kwa sababu ya zile ahadi umetupa na maelekezo. Na kushukuru sana kwa kuwa nasi. Tubariki, tunaomba katika jina la Yesu Bwana wetu. Amina.